tunatafaa kuulizwa maswali. Na maswali haya ndio tunapaswa kuuliza. Ndio unasema Ruto aondoke. Nani anakuja? Tuambie mtu yote, utatuambia. Mtu huyu, swali la kwanza, je, umewahi hudumu katika ofisi yoyote ya umma? Atasema ndio. Kwa sababu wagombea wote ambao nawaona tayari wameshikilia wadhifa ya ofisi ya umma kwa wakati mmoja. Swali ambao tunapaswa kuuliza watu hawa ya kwamba wakati ulikuwa katika nyadhifa hiyo, ni nini ulifanya ya kusaidia mwananchi wa kawaida ambayo ulikosa nafasi ya kutosha ambayo sasa unataka kwenda kutekeleza kama rais? Kwa hivyo Wakenya tunapaswa kugutuka. Before you come here and tell us that Ruto is not working, tell us what is Ruto not doing and how should he do it? Simple question. Not just coming here and singing. 1 term, you clap. 2 term, you are making a lot of noise. 3 term, you are now yelling. Why? Nobody at any given point is talking about the what we call the reforms we need to have as a country so that we ensure that there is service delivery to the common mwananchi. Utapata mimi kinachoniumiza sana ninapoketi kando naona hawa wote ambao wanakuja hapa for 1 term or 2 term, utapata kwa wakati moja ama mbili they have been hosted by the political leaders and they have been fed what to come and tell us. We are not going to buy that kind of politics. Exactly. Wewe umetoka kazi, but I'm saying and I'm repeating, 90% of the people who are coming here for 2 term and 1 term ni watu ambayo viongozi fulani wameita wakaketi nao chini. Kama si mara moja, kama si mara mbili, utawapata na thamos ya chai, sahani ya mkate, wakiwa katika mkahawa fulani, kisha wanatoka hapo na njugu 5 ama shilingi 2,000 kwa mfuko, wanakuja hapa kutuambia 2 term or 1 term. It is high time we need to talk about factors affecting us. And if you are very keen, these politicians, if you are very keen, the politicians who are hosting bunge members are trying to host those people who can easily be manipulated by small handouts. And I want to repeat it here. I want to repeat it here that if indeed these politicians want us to progress, and particularly if they need bunge la mwananchi to trump up their ideas and support, let them come and call those people here. Let them come and face us here in bunge la mwananchi Jacaranda. Waache kuchukua watu 10 wanapeleka kwa mkahawa fulani, wananunulia chai ya shilingi 100, wanawekea shilingi 200 kwa mfuko, alafu wanakuja hapa kusing 1 term, neither 2 term, neither 3rd term or a 1/4 term. There is no term. I'm going to communicate and my stand will be, kama hatuwezi kuwa na change na kama uwezi kuja ukatuambia yale ambao unaweza kufanya zaidi ya Ruto aendelee na kazi yake. If you are not going to come here and challenge Ruto soberly, then why should we remove a dirty cloth and put on a dirty cloth? So Ruto amalize term yake atoke, mwingine pia kuja malize term yake atoke, because the common mwananchi pia hataki kufunguka akili. The common mwananchi anangoja ni nani atamletea shilingi 200. It is high time that we need to talk as a nation, na tusichukue mtindo kama wa Tanzania. Lakini pia naiomba serikali ya Kenya, namalizia nikisema hivi, serikali ya Kenya, tumewaona baadhi ya watu mashuhuri Tanzania. Mmoja wao, rais wa zamani wa Tanzania, Jakaya Mrisho Kikwete. Jakaya is a chief advisor to Mama Suluhu Hassan. Wakati kimeumana Tanzania, nasikia ametoroka amekuja Kenya. Kenya tukijua mahali huko, tutakukujia. Tutakuondoa. Diamond Platinum, tunaona umesifu mama. Rudi Tanzania uzidi kusifu mama. Kenya hatutaki kuwa a hideout to the people who are fueling
war in their country, then they are rushing to the nearest countries to sort for shelter. So Bwana Speaker, nikimalizia, let anybody coming here to debate or to support or to drum support for 2 term or 1 term akuje hapa na tueleze ya kwamba yeye anasema Matiang'i ndiye kiongozi tosha, na tuambie yale Matiang'i alitekeleza, na tuambie yale Matiang'i atatekeleza ama anatekeleza na atatekeleza. Wakati anakuja hapa, tafadhali Bwana Speaker, let's not allow this house to be a house of heckling 1 term and 2 term. Nimeona tunafika mpaka mahali sasa tunamkejeli Mungu, ati Mungu hatupendi. Ya ndio maana Mungu alichukua Raila. Bwana, nakuambia Mungu ana sababu ya kila kitu, na sisi kama Wakristo tunapaswa kuipa jina la Mungu heshima inayofaa, na tusidunishe Mungu kwa sababu ya wanasiasa. Nikimalizia Bwana Speaker, tusifike hapa pia tunazungumziana sisi wenyewe kwa wenyewe ya kwamba wewe una support Ruto na unalala nje, hata wewe una support huyo tu 1 term na unalala nje. Mbona uishi Karen? Mbona uishi Karen? You are still here in Eastlands. So siasa imetuweka sisi wenyewe tunagombana na tunadharauliana sisi wenyewe kwa wenyewe. Wewe huyo unayempigania anaishi mahali unaishi, yeye jirani yako anakula kwako, anakula kwa kibanda unayokula, si yeye anakula Karen, chakula yake si inaangaliwa na madaktari. Wewe unakula madondo kama mimi hapa. Tofauti ni kuwa huenda wewe unaweza afford nyumba ya 2000, mimi naweza afford nyumba ya 1500. We are the same thing. So usione ya kwamba unaishi kwa nyumba 3000 ya mawe, udharau mwenzako ambaye ni jirani yako hapo. Munaruka na SWA na unaishi kwa nyumba ya anaishi kwa nyumba ya 1500. You are all the same. These politicians are dooming you. These politicians are fooling you. That you come here and you tell me, angalia umevaa kiatu ya 200, hata we boxer yako ni ya 50 bob. Na sijaambia watu, kuna mali nimekushinda. So mimi namalizia nikisema ya kwamba tukija hapa, tupige siasa komavu. Tupige siasa ya inclusive development. Sio ya kukejeli mwenzako na mnatoshana na. Asante sana Bwana Speaker. Nimenena mengi na Mungu awabariki kwa hayo. Haya. Simu yangu isiende Uganda, simu yangu isiende Uganda. Asante. Haya. Asante sana Mr. Speaker. Almost jakababa 1 hour. Mr. Speaker, wacha niingie Tanzania kidogo. Na Kidogo ni address kitu. Ngoja, mimi ndio nimesema ya kwamba uchaguzi wa nchi wa Tanzania, uchaguzi wa muungano wa Jamhuri wa Tanzania, uchaguzi ambayo tunafaa kuangalia kimakini. Nimesikia mengi anasema kwamba hapa kama Tanzania inatulisha waje wachukue chakula chao. Bwana, we ni mtu useless kama ngozi ya punda. Ndugu zangu, wakati tunajadili masuala ya jirani, angalia akulaji hiyo chakula. Angalia zile vitu tunapata Tanzania. Tuangalie zile vitu Tanzania wanapata kwetu. Alafu tu compare note kati ya Kenya na Tanzania. Uchaguzi wa Tanzania haijawahi kuwa na vurugu. Hawajawahi kuwa na maandamano. Hawajawahi kuwa na visirani. Hawajawahi kuwa na malumbano until mama mpumbafu, mama mjinga, mama mkorofi, mama ambaye amejaa kiritimba na kumbavu zoom akakuja kusambaratiza umoja wa Tanzania. Siwezi apologize ya kwamba tangu miaka 1961 Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipokuwa prime minister wa Tanganyika hadi mwaka 1962 akawa rais wa muungano wa Jamhuri wa Tanzania hadi mwaka 1985, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
Tanzania wako na idadi kubwa sana ya wananchi. Wale ambao wamejiandikisha kama wapiga kura ni milioni 37. So mtu anakuambia hapa sisi kuna milioni 20, wao wapiga kura ni milioni 37 wa Tanzania registered vote. Then mama huyu kwa kumbafu wake na ujinga wake na kumbafu ya hali ya juu na kiritimba anataka kukandamisha haki ya Tanzania iliyoletwa na mwalimu marehemu Julius Kambarage Nyerere, rais wa kwanza wa muungano wa Tanzania. Ningependa kuambia Mama Suluhu, hatujawahi kuwa na rais mkumbafu sana Tanzania kama wewe. Na hatuwezi kubali ukumbafu wako. Hatuwezi kubali. Ya kwamba Tanzania imejulikana na upole. Wengi wameita Tanzania ni wanyonge, lakini hakuwa wanyonge, walikuwa natii ujamaa na urafiki. Lakini ukienda Mtanzania anaandamana, jua kwamba mambo hayuko sawa Tanzania. Nataka kuambia huyu rais mpumbavu ambaye alikuwa anashindana, yeye ni Suluhu anashindana na Samia. Rais mpumbavu sana. Rais mjinga sana. Rais takataka sana Afrika. Siwezi apologize. Loya ni ya mamako bro. Ya kwamba Tanzania kuna katiba. Katiba imeruhusu wana Tanzania kutumia mtandao. Magufuli alikuwepo akashindana na Tundu Lissu. Hakuna siku marehemu John Pombe Magufuli alizima mtandao kwa sababu pumbafu ya huyu ambaye mama anafanya Tanzania. Magufuli alikuwa na Tundu Lissu. Wakashindana, Magufuli akamshinda. Magufuli akakawa rais mula wa pili na mula wa kwanza. Mbona huyu mama mpumbafu, huyu mama mkorofi anazima mtandao kwa sababu anashindana Samia, anashindana Suluhu. Sasa nataka kupumbaza sisi pia Watanzania wanunua uoga. Nataka nipongeze wanajeshi wa Tanzania kusimama kidete. Hiyo ndio njia mwafaka ambayo tunataka Afrika. Hatuwezi kukubali umoja kati ya Zanzibari na kati ya Tanzania, Tanga, kusambaratisha kwa sababu mama moja mkorofi, mama mlafi, mama useless barani Afrika, mama Samia. Hatuwezi ruhusu. Ndugu zangu, Tanzania ndio nchi bora East Africa. Kisha nafuatwa na nchi ya Rwanda. Lakini ukiona mwana Tanzania yuko kwenye barabara, yuko katika kwenye barabara akifanya maandamano kadiri haki yake, jua huyu mama ni useless kama ngozi ya punda. Hivi saidia mtu. Ni uchungu ndugu zangu. Wakati mama Samia anasambaratisha umoja ambaye ililetwa na Mwalimu Julius Nyerere, tulikaa na Jakaya Kikwete, tumekuwa na Benjamin Mkapa, tumekuwa na Omar Minyi, tumekuwa na marehemu John Pombe Magufuli, rais ambaye ametambulika ulimwengu mzima barani Afrika. Then mama huyu, mama mjinga, mama mkorofi, amepata Magufuli, ametengeneza Tanzania, ameleta Tanzania Airline. Hiyo ni ndege ya Tanzania ambayo ilikulwa na wale watangulizi wake. Magufuli akajenga barabara ambayo kiwaonekana Tanzania. Magufuli akapanua port kubwa sana. Leo hii wanatuambia kwamba Tanzania watu wanachoma barabara, Tanzania watu wanamandamana kwa sababu mama mkorofi, mama mfisadi, mama mjinga, mama Samia. Ndugu zangu barani Afrika, East Africa, ukiona Tanzania kama wanajeshi watapendua Mama Suluhu, anza kuweka manamba. Ikitoka Tanzania tunaenda Uganda semi-final. Tukitoka Uganda tunarudi kwetu final Kenya. Kwa sababu hatuwezi ruhusu vinyangarika wafisadi ambayo tulitoa mabeberu tukabaki na beberu weusi kama kina Mama Samia, kama kina huyu mzee ya miaka 200 yule wa Uganda hapa Museveni. Lazima tusungumuse tatizo la Mwanaafrika. Hatuwezi kubali wakati Tanzania tunasambaratika, sisi tunasifu ama tunachekelewa Tanzania. Hapa kwetu jenzi wameuliwa zaidi, hawajapata haki yao. Hawajapata haki yao. Hapa kwetu kila mara uchaguzi waibwa, hakuna Mkenya anayepata haki yao. Ijapokuwa waizi wawili wakikutana, mwingine anakudanganya kwamba anakutetea, gizani wanakutana kuibia Mkenya. Nataka kuambia wana Tanzania, kongole, aswa wanajeshi wa Tanzania, kongole sana. Akileta ujinga, weka ndani kwa seli ya wanajeshi. Piga matako kiboko kweli kweli. Waambie Tanzania sio ya Mama Suluhu. Tanzania ni ya wananchi, na kicheza afanywe hili kitu. Hatuwezi kubali. Juzi tu ameweka wanaume wanafira wa Kenya. Akina Boniface Mwangi wamefirwa Tanzania. Kata si nani?
Mama Samia, tulikuwa na Rais Pombe Magufuli. Mungu alaze roho ya Pombe John Magufuli mahali pema peponi, kwa sababu Magufuli alituonyesha kwamba barani Afrika kuna viongozi ambao wanafaa kubadilisha umaskini ya Waafrika wenzao, lakini huyu ng'ombe anavunia kifo ya marehemu Magufuli. Sasa anataka kukandamiza Mwanaafrika. Mimi nashindwa na Mwanaafrika. Badala ufuate uige mfano ya marehemu Magufuli, rais aliyeendelesha Tanzania miaka 6. Badala uige mfano zake, ufuate nyayo zake, Tanzania ikuwe bora. Wewe unafanya kazi yako ya mazinga umbwe ya kubadilisha Matanzania. Nataka kuambia mheshimiwa mgandamizaji Mama Suluhu ambaye alikuwa anasindana na Samia ya kwamba Tanzania sio inji yako, Tanzania ni ya wananchi wa Tanzania. Na Tanzania msimame hapo. Naamini kwamba wanajeshi wa Tanzania hawezi angusha Tanzania inji. Naamini wanajeshi wa Tanzania hawatakubali Tanganyika kugawanya na Zanzibari. Naamini ya kwamba ikienda hivyo Tanzania itasambaratika, kwa sababu Tanzania wako na idadi wengi ya wananchi. Tanzania ni kubwa zaidi ya Kenya mara 2. So nataka kuambia wanajeshi na wananchi, msikubali kugawanya Tanga na Zanzibari. Afadhali huyu mama ndiye atoke, afinywe, na kama itabidi afirwe kabisa, ili Mtanzania apate haki yake. Asante sana, Mungu awabariki. Thank you. I think watu wameongea wote. Samia Suluhu, wewe umekuwa ukinyanyasa wana Tanzania muda mrefu. Sasa hivi wa Tanzania wameamua watakuwa wanyonge tena. Unajua hata mtoto mdogo mwenye hajui kupigana, ukizoea kuchokoza huo mtoto, inafikanga mahali mtoto anakuuma. So wa Tanzania wamechoka na huo mama, huo soso, huo mama useless, worthless, huo hujui kuongoza wana Tanzania. Wewe ni muuaji. Uliua John Pombe Magufuli ili uchukue kiti yake kuwe president. Na hiyo ndio kwa maana mimi napinga wanawake kuwa waongozi katika hii dunia, kwa sababu wanawake ni watu wanakontroliwa na feelings. Leo kama amekasirika anaweza haribu kazi, kesho kama ako vizuri kazi inaendelea vizuri. So Samia Suluhu ni mtu anakontroliwa na feelings. We mama, wewe soso, wewe ende utafute bwana kutolee kutu. Wachana na Watanzania. Uongozi imekushinda. Wewe kazi yako ni kurulu watu na kifua, au rulu watu na ile hekima yenye Mungu alikupatia. Wacha kunyanyasa wanyonge. Wacha kunyanyasa walalahoi. Hao watu wamekuwa kikuvumilia hizo siku zote tangu uwe mwanaume yule marehemu mwenye amekufa John Pombe Magufuli, na sasa umeweka Tundu Lissu kwa jela. Hatutaki hiyo ujinga ikuje hapa Kenya. Kasongo, ukijaribu hiyo tabia, unajua tu venye tutakufanyia ile kitu. Hii maneno ya kuweka watu wa opposition kwa jela na kuua viongozi wenzako, hiyo ujinga ilipitwa na wakati. Kama uko na tamaa ya kuenda uchinje kuku uwe na ukule, wacha kuua binadamu mwenzako. Hii ujinga ya viongozi wa East Africa ya kuua watu ovyo ovyo, hiyo ujinga itaisha. Na najua Tanzania, Uganda pia iko pending. Najua pia watasoma hiyo tabia Samia Suluhu, na bado wasome tabia Kasongo hapa Kenya. Hao pia very soon watakuwa na andamana juu ya huo Mudavadi. Si Mudavadi, Museveni. Kwa hivyo we mama, toka kwa hiyo uongozi. Tundu Lissu atoke jela, achukue uongozi. Wana Tanzania wamekukataa. Unajua wananchi hawakwangi wajinga. Wakikataa kiongozi, wameshaona ni nini iko ndani yako. Wamesona ile ujinga yenye iko ndani yako, unyame yenye iko ndani yako, unyanyasaji yenye iko ndani yako, na ndio kwa maana wanakukataa. Wananchi wakikukataa wewe inafaa step down, uachane na uongozi. Mwingine akuja achukue. Hapa Kenya Kasongo, wewe pia ujipange. Anytime ni maandamano time. Tunaendelea kusoma some lessons huko Tanzania. Tumeona watu wametupiga competition kwa maandamano, kwa sababu wamechoma mpaka polling station. Kasongo, wewe pia ujipange. Ukiendelea kutudanganya,
Ukiendelea kututengea, ukiendelea kuua watoto wa watu chini ya maji, we pia ujipange. Tunaweza kukukujia hapo anytime. Bado tuko na mauchungu, majenzi wameuliwa. Watu wanauliwa mapema kwa miaka kidogo kidogo. Kwa hivyo viongozi, mkaeni chini, viongozi wa East Africa, kaeni chini na mutatue shida zenye zina affect nchi yenu. Hatutazidi tukienda maandamano ovyo ovyo. Hatutaki hiyo tabia ifike mpaka Uganda. Kwa hivyo Museveni na Kasongo, nyi pia mujipange. Anytime ni nyumbani time. Na palipo Kasongo hapakosi uongo, na palipo uongo hapakosi Kasongo. Asanteni.